Wapo watu wengi ambao huamini kwamba ndoto huanza mtu akiwa amelala. Lakini je, ni kweli? Wakati mwingine ndoto kubwa zaidi huanza macho yakiwa wazi tu. Nami leo ninakuletea ndoto ambayo haikuzaliwa na tamaa ya utajiri wala umaarufu. Ilizaliwa kimya kimya ndani ya moyo wa mtu aliyekuwa tayari amefanikiwa katika kila jambo ambalo wengi hulitamani. Huyo alikuwa ni Enoch. Aliishi nchini Uhispania ambako alikuwa mmiliki mwenza wa kliniki ya tiba ya viungo ya huko Barcelona kwa zaidi ya miaka 20. Kazi yake ilikuwa imebarikiwa, biashara ilikuwa, wagonjwa walikuja kupata tiba. Mke wake aliyeitwa Ingrid alikuwa mtaalamu wa tiba ya viungo katika hospitali ya Waadventista ya Wasabato. Walikuwa wamebarikiwa watoto 2 wa kiume na waliishi maisha ya furaha. Lakini katikati ya mafanikio hayo yote kulikuwa na jambo ambalo halikumwacha Enoch apumzike. Ndani ya moyo wake kulizidi kukua na shauku ya kuwa mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Hakumwambia Mungu kuhusu jambo hilo, hakumwambia mkewe Ingrid. Alihifadhi ndoto hiyo moyoni mwake kama ndoto aliyoiota angali macho wazi, akiamini kwamba kama ilikuwa kweli mapenzi ya Mungu, siku moja Mungu angeifunua. Kisha dunia ilikumbwa na janga la Uviko 19. Kwa muda wa takriban majuma 3, yeye na mshirika wake walilazimika kufunga kliniki yao. Badala ya kuyafifisha ndoto ile ya uchungaji, kipindi hicho kiliifanya ikue zaidi. Alizidi kuhisi kwamba taaluma ya viungo haikutosha tu. Ingawa ilikuwa ni mbaraka, haikuwa mwisho wa kusudi la Mungu katika maisha yake. Akaanza kutumia kila nafasi aliyoipata kuwaeleza wagonjwa wake kuhusu Yesu. Wengine walikubali kuomba pamoja naye, wengine hawakuwa tayari kusikiliza. Lakini hakuchoka kushuhudia upendo wa Kristo. Asubuhi zikawa muda wake wa thamani zaidi. Alijifunza Biblia, akaomba, na mara nyingi aligundua kwamba kile alichokuwa amejifunza asubuhi ndicho kilikuwa jibu la mgonjwa aliyekutana naye siku hiyo. Hata baadhi ya wagonjwa wakaanza kumwomba awaombee. Hata hivyo, bado hakuthubutu kusema wazi kwamba alitamani kuwa mchungaji. Aliendelea kujiuliza moyoni mwake, ikiwa kweli huu ni mpango wa Mungu, basi Mungu mwenyewe atafungua njia. Lakini Mungu hakuwa akizungumza na Enoch pekee. Alikuwa pia akigusa moyo wa mtu aliyekuwa karibu naye zaidi, mke wake Ingrid. Kadri walivyozidi kuzungumza kuhusu Mungu, maombi na huduma, siku moja Ingrid alimshirikisha jambo ambalo alikuwa amelihifadhi moyoni kwa muda. Alimwambia Enoch kwamba anaamini Mungu alikuwa akiwaongoza kuelekea Sagunto ili asome teolojia na kuitikia wito wa kuwa mchungaji. Enoch alishangaa kwa sababu hilo ndilo jambo alilokuwa amelifikiri kwa siri, lakini kwa macho ya kibinadamu lilionekana kuwa gumu sana. Walikuwa na biashara iliyofanikiwa, nyumba na watoto waliokuwa wakiendelea na masomo huko Barcelona. Kuacha yote hayo haikuwa rahisi. Hata hivyo, Ingrid aliendelea kumtia moyo kwamba kama huo ulikuwa mpango wa Mungu, basi Mungu angefungua njia. Baadaye Enoch alipomshirikisha shemeji yake, alipokea jibu lile lile. Kama kweli ni mapenzi ya Mungu, yeye mwenyewe atafungua njia. Wakati huo huo, Ingrid alianza kutafuta kazi huko Sagunto, lakini majibu hayakuja. Badala yake, biashara yao Barcelona iliendelea kustawi hadi walikuwa wakifikiria hata kuipanua zaidi. Ilionekana kana kwamba kila kitu kiliwaambia wabaki walipo. Lakini siku moja, wakati wakikamilisha shughuli za biashara, mshiriki wake alimwangalia Enoch na kumuuliza swali ambalo hakulitarajia. Enoch, kwa nini wewe si mchungaji? Swali hilo lilimgusa sana. Mshirika wake aliona upendo wake kwa Mungu na jinsi alivyokuwa akiwashirikisha wagonjwa kuhusu Yesu. Ndipo Enoch akaanza kuona kwamba huenda Mungu alikuwa tayari akifungua mlango ambao yeye hakuwa na uwezo wa kuufunga.
Lakini je, angeweza kuacha maisha aliyoyajenga kwa miaka mingi na kufuata wito huo? Jibu la swali hilo linafungua ukurasa unaofuata kwa simulizi ya Sabato ijayo.